Kuna swali limekuwa likiulizwa sana. Wanawake wamekuwa wakihoji na wanataka kufahamu, ninaweza kupata ujauzito nikiwa katika siku zangu za hedhi? Nitaijibu hili swali kama ifuatavyo. Lakini kabla ya yote nikukumbushe tu, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kupata video na masomo kama haya. Swala la kupata ujauzito kwa mwanamke linaambatana na mambo mengi sana. Lakini moja kati ya vitu vya msingi ambavyo tunaviconsider ni mwanamke kujua mzunguko wake ni wa siku ngapi. Kuna wanawake wana mzunguko wa siku 30, kuna wanawake wana mzunguko wa siku 28 ambao ni regular menstrual cycle, kuna wanawake wana mzunguko wa siku 35, na kuna wanawake wana mzunguko wa siku 21. Na kuna wengine inawezekana wakawa na chini ya hapo, lakini ukiwa na chini ya 21 basi tafuta msaada wa matibabu haraka. Mwanamke mwenye mzunguko wa siku 28, 30, 35, huyu sio rahisi kupata ujauzito akiwa kwenye siku zake za hedhi. Lakini mwanamke mwenye mzunguko mfupi, mzunguko wa siku 21, mzunguko wa siku 24, huyu yuko kwenye hatari ya kupata ujauzito aidha mara tu baada ya kumaliza ada yake, kwa maana kama anaingia siku 3 au anaenda siku 5, basi mara tu baada ya kumaliza ana uwezekano mkubwa sana wa kupata ujauzito. Nitakwambia kwa nini. Kwa kawaida kila mwanamke ana luteal phase. Hii nitaizungumzia baadaye. Luteal phase kwa hali ya kawaida ni siku 14 na hii haibadiliki kwenye mizunguko yote. Sasa tunasema kwa nini mwanamke mwenye mzunguko mfupi sana anaweza kupata ujauzito, ni kwa sababu ukichukua mzunguko wa siku 28 ukitoa na 14 utapata 14. That means siku ya ovulation itakuwa ni siku ya 14 kwa mtu mwenye mzunguko ambao ni regular, mzunguko wa siku 28. Kwa mtu mwenye mzunguko wa siku 30, mwanamke mwenye mzunguko wa siku 30, ukichukua 30 ukitoa na 14 utapata 16. Huyu mzunguko wake siku za hatari zitaangukia kwenye siku ya 16 ya mzunguko wake. Sasa mwanamke mwenye mzunguko mfupi yupo kwenye hatari ya kupata ujauzito kwa sababu ukichukua siku 21 ukitoa na 14 utapata 7. Sasa huyu tunatarajia siku ya ovulation itaangukia siku ya 7 ya mzunguko wake. Na ndiyo maana wanawake wote wanaotarajia kutumia kalenda zao au mizunguko yao kama njia ya kupanga uzazi salama wanatakiwa kuwa makini sana kwenye kuhesabu hizi siku. Siku ambayo ni siku ya ovulation hautakiwi kuisogelea hata kidogo bila ya kutumia kizuizi, kwa maana ya njia nyingine ya kupanga uzazi, either condom and so on. Sasa kama unahisi kwenye hii video umejifunza kitu, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kujifunza vitu kama hivi. Lakini usahau kushare kwa marafiki zako nao waje kujifunza.